Dada, shikamoo. Marahaba. Wewe ni nani? Na umefikaje hapa? Mimi naitwa Alex. Nimefika hapa ni muda mrefu sana. Na nimekuita. Unaonekana ni mtu mwenye mawazo kwa sababu hujanisikia kwa wakati. Dada, mimi nina njaa. Naomba unisaidie chakula kama utojali. Sawa, nikusaidie sio shida. Na hata chakula chenyewe ndakupa na utakula pia. Lakini mimi nataka kujua umefikaje hapa? Mimi nilifika ni muda mrefu sana. Ila hukunisikia tu na nilikuita. Sawa, ngoja nikuchukulia kitu pamoja na kijiko ili uweze kuja kula. Asante sana dada. Wewe ni mkarimu. Nilikuwa sijui nitakula wapi. Ila nashukuru kwa sababu nimekuta unakula. Na umenikaribisha. Usijali, wewe hakikisha tu unashiba. Asante sana dada yangu. Na kitu kingine, mimi sina hata pa kukaa. Ukinisaidia itakuwa ni jambo zuri zaidi. Sawa, nimekuelewa. Lakini ningehitaji nipate hata historia ya maisha yako kidogo sana, ili niweze kukusaidia. Ni story ndefu sana dada yangu. Kwa saizi angalia tu kunisaidia. Ukishanisaidia, muda ambao tutatulia, nitakwambia kila kitu. Sawa, endelea kula. Endelea kula. Kuna sehemu nafika mara moja. Nikukute hapa hapa. Na nikirudi nitaenda kutoa taarifa kwa balozi kwamba nipo na wewe na nitakusaidia. Wewe vipi kwanza? Unajui kwamba ni barabarani utakuja ugonge watoto bana. Mwendo gani huo? Huko ulikotoka vipi, ni kwema? Nilikotoka ni kwema Kilaka. Lakini kwa sasa na kwa balozi. Kwa sababu kuna kitu kinanishangaza. Kipindi nipo nyumbani nakula, nilisikia sauti ya mtoto. Na sikuelewa amefikaje pale nyumbani. Na ni kitu ambacho kimenishangaza sana kwa sababu kameniambia vitu vingi. Na nikajikuta tu nakubali. Kakaniambia kanihitaji chakula, nikakaa hapa. Tunavyoendelea kula, kalidai hakuwa hakana kukufikia, akana wazazi. Nikakubali kuwa ndakuwa nakaa nako na kalea. Lakini hata sielewi nilikopo nakubalije yani. Kwa hivi sasa hivi naenda
kwa balozi mara moja. Nikatoa taarifa kwamba niko na mtoto pale, hata kitokea shida. Taarifa zote zimefika kwa wakuu. Tulia, unaniuzi. Unajua sometimes ndio unatumia akili. Yaani moja kwa moja inaonyesha katoto kadogo afu kana kujaza kwenye mfumo, unaona? Kwanza wewe unakoelekea utaombwa na venye haviombeki. Cha kufanya sasa wewe hapo. Sawa, wewe hapo kwanza usikafagilie, usikachekelee. Kama shindwa kulima viazi wanakuja kuombaomba chakula. Oya sikia, kwanza mimi nishapandwa na hasira hapa. Kwanza mpaka muda huu naona kama tunachelewa. Tondoke kwanza ndio mimi nikakatie makwenzi, nikakatie makofi, afu uone kama katabaki kwako. Kiraka, hapana. Kwa nini tumpige? Kama hakuna uwezo wa kumsaidia, ni heri tu tumwache aende. Mimi unaniuzi. Kwa hiyo wewe unapinga mimi. Mimi nishakwambia yule tukimtishia akila viganja vitatu tu anatulia. Mimi nishakwambia tondoke bana. Sawa. Dada, haina haja ya kwenda nyumbani. Hamtonikuta. Mimi nipo hapa. Na kama mnataka kunipiga, basi nipigieni hapa. Alex, umefikaje hapa? Aliyakuwa nilikwambia nikukute nyumbani. Bila shaka katoto ndo yake huyo. Kwanza mtoto gani anavaa vinjunga? Si bisho afa anakuja kuombaomba analia njaa. Mtoto ananyoa kiduku na mchekelea. Mimi unaniuzi. Kwanza wewe mtoto wewe. Afu wewe kama laya wewe kwanza. Wewe kwa makini wewe sio katoto hapa. Wewe unaniuzi. Kitu sichojua, kitu ambacho nafikiria na kitu ambacho kipo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sio na mawazo hayo. Usinifikirie hivi. Dada, usishangae mimi kufika hapa. Kila unapoenda na mimi nipo kwa ajili ya ulinzi wako. Kwa hiyo sijiulize mmefikaje hapa. Alex, huku umefikaje tena? Si tulikuwa wote kule babani tunakuja nyumbani? Kila sehemu ambapo wewe upo na mimi nipo. Ili tu kuhakikisha usalama wako. Wewe kitoto, nataka unieleze. Wewe ni mtu wa aina gani na umefuata nini kwenye maisha yangu? Ni kwa nini umekuwa unanitia hofu sana? Nimekuacha kule. Umefikaje hapa? Mimi sijaje kukutia hofu. Na wala sijaje kukutisha. Mimi ni mtu mzuri tu. Tena kuja nikwambie kitu kimoja. Kukusaidia kwangu sioni kwamba na maisha mazuri sana. Ni mwenye maisha yangu ya kuungaunga tu hapa. Kwa naomba unipishe, uniache na maisha yangu. Na sikuonyeshi sehemu ya kukaa wala ya kulala. Kwanza najuta kukusaidia wewe. Abigail, za masiku sijakuona, ni muda mrefu kweli. Vipi? Unashinda wapi kwani siku hizi? Mbona mimi nipo? Sema tu ni majukumu ya hapa nyumbani ndio yananibana sana. Sitokitoki nje ndio maana tuonani. Oh. Basi ni jambo zuri. Kwa maana
ukiwa busy na mambo yako ndo mambo ya kwako yanaenda, lakini sio alionileta hapa. Pale nyumbani nilikuwa na ugeni kidogo, hivyo kuna mtoto alikuja kunitembelea, mtoto wa mjomba. Sasa ni mgeni mazingira haya, hivyo nikasikia mlango tu kama ametoka nje. Sasa tangu ametoka nje, basi sijasikia tena uwepo wake. Basi nikaamua nifanye uamuzi wa kumtafuta, na ndo nilikuwa kwenye harakati za kumtafuta hivi. Hivyo nimeona sio mbaya nikija na wewe nikakusalimia kidogo. Mtoto Alex, kumbe upo hapa. Si nilikwambia uondoke wewe? Kagana, isije kama mtoto unayemtafuta ni huyu hapa. Abigail, mbona wewe mtoto simuoni? Si mtoto huyu hapa jamani, kusema muone. Wewe, kwani mimi ni kipofu au? Mimi simuoni. Wewe mtoto unamzungumzia mimi simuoni Abiga, simuoni. Si mtoto huyu jamani Alexi? Abigail, nadhani wewe una upungufu wa akili. Na kama sio upungufu wa akili, unaelekea kuwa kichaa kabisa. Oh, umeamua uniaibishe si ndio? Sasa nimejua ya kuwa wewe ni mchawi. Sitaki kukuona nyumbani kwangu. Naomba uondoke. Dada, ili hayo mwenge yako ya kuishi, unapaswa kuishi kwa amani. Amini upo na mtu sahihi, mtu poa kabisa na sio mtu mbaya. Ukiendelea kuishi kwa kunichunguza, hauwezi kuishi kwa amani kabisa. Na hiyo hofu yako zaidi utaniogopa na utajua mimi ni mtu mbaya. Lakini mimi sio mtu mbaya, na kama kukuzuru, nilikuwa naisha kuzuru toka muda. Kwani hamna watu wengine? Haujaona watu wengine mpaka uje kwangu? Nishakwambia mara nyingi sana, sitaki kukuona kwenye maisha yangu na nyumbani kwangu sikutaki. Umekuwa ni mtu ambaye unanigandaganda sana, yani nikukusaidia siku moja usione kwamba leo nimekusaidia, yani ukaona kama nimekuchukua ukaage na mimi, hapana. Nilifanya vile kwa kukusaidia, lakini nimeona wewe ni mbaya. Sitaki kukuona nyumbani kwangu, naondoka. Hapo pia unabidi ujiulize kwamba watu wengine wote sijawaona na ni kwa nini nimekuja kwako. Hapo ndio unapata jibu. Nahitaji zaidi msaada wako, na mimi hapa nimeshapachukulia kama nyumbani na nimeshapazoea. Kwa hiyo endelea kuishi bila wasiwasi, na ukiendelea kuishi bila wasiwasi utaishi kwa amani na utajifunza vingi. Una tamaa? Abigail. Vipi? Mbona una haraka hivi?
Shikamoo baba mchungaji. Na haraka sana. Naenda kwa mwenyekiti mara moja. Nataka nikamuombe Migambo iende ikamkamate, kuna mtoto yuko pale nyumbani. Yaani ana vitabia fulani hivi vya kishirikina, simuelewi kabisa. Kwa hiyo naenda kwenye serikali niombe hata msaada, ni vipi itanisaidia? Oh, haleluya. Baba uliye juu, Baba anayetuhangaikia kila wakati, Yehova. Wewe mtoto hakika ni mjinga kweli. Umesema kabisa huyo mtoto uliye naye nyumbani ni ana dalili za kichawi. Wewe unaenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti atakusaidia nini kwa huyo mtoto? Ulitakiwa kuja kuniita mimi, mchungaji wako, twende tukamuombee mtoto. Sio wewe kwenda kwa mwenyekiti. Mwenyekiti atakusaidia nini? Huyo mwenyekiti hawezi kukusaidia chochote. Kinachotakiwa ni mimi mchungaji wako kwenda kufanya maombi na kuonesha na kudhihirisha na kuiambia dunia kwamba Mwenyezi Mungu yeye ndiye baba wa kila kiumbe ambacho kipo kwenye dunia hii, kwa sababu ndiye aliyeumba. Kwa hiyo kila kilichopo kwenye dunia hii kitasifu jina lake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba mchungaji. Ni sahihi sana unachokisema, kwa sababu mimi akili yangu haikufikiria hayo. Na kama umenizidishia kuwa unaweza ukafanya na mambo yakawa sawa, ni vyema tuongozane nyumbani ukamwombea huyo mtoto. Utukufu wa Mwenyezi Mungu ndipo hapo utaenda kudhihirika leo kwamba yeye aliye juu hafi leo, hafi kesho, wala hafi kesho kutwa, milele atadumu. Twende tukamwombea. Na hicho ndo kinachonipa mashaka zaidi, kwa sababu ule mtoto ni mgeni na naomba Mungu uwe mtoto asipate matatizo huko aliko. Sijui huyu mtoto kwa nini kaniingiza kwenye mashaka namna hii. Tulio kwanza, unajua unaongea kama mwanamke bwana, nyosha mada tujue nini kimejili duniani. Ongea kama mwanaume bwana. Amepotea nini? Mimi unaniuzi ujue. Kwanza mtoto anavyoletwa ulikuwa na nani? Nilikuwa mwenyewe kwa sababu aliletwa na shangazi. Hivyo nilikuwa ndani, yeye akatoka nje. Sasa alivyotoka nje natoka kumwangalia, basi sikumuona tena. Kwa hiyo hapo ndo nipo kumtafuta. Kwa hiyo mpaka hapa unamtafuta, Sikia kwanza. Unajua sometimes ndio tu tunatumia thinking capacity, wazungu wanasema. Sasa sikia. Wewe huyo mtoto ukimuona utamjua? Sasa wewe naona umeanza kuchanganyikiwa. Sasa ndugu yangu nashindaje kumjua? Ameletwa na shangazi. Umeona? Yule ni kama ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo unashindwaje kumjua sasa? Unajua unazidi kuniuzi. Mimi nilikutana na Abigail, Kwanza Abigail alina mtoto huyo amepotelea sijui wapi. Kwanza ninapomwangalia yule mtoto lazima ndo naye mtafuta. Yule mtoto ukimwangalia tu unajua kabisa huyo anapenda vinjulu kama wewe. Unajua wewe, mimi unaniuzi. Mfuate Abigail. Abigail ana mtoto mdogo. Anajidai ana njaa yule mtoto, kumbe ana njaa ya kiunjulu. Mimi ananiuzi.
kuhusu Abigaili, mimi naona tuachane naye, kwa sababu Abigaili nilikutana naye na nilivyokuwa naongea naye, basi alikuwa ananionyesha vitu vya ajabu ajabu. Maana anasema mtoto yupo, lakini mimi nikiangalia mtoto simuoni. Kwa kuhusiana na Abigaili, Tuli, kwanza unajua kuna namna umeanza kunifungua kwanza muda ule kale katoto sikuelewa kametokea wapi. Unavyozungumzia mambo ya kishirikina inawezekana. Kwanza nitakiwa nikumbuke vizuri, hata wewe umekujeje hapa yule ni ndugu yako wewe bana. Kwanza nimekaa hapa umenikalisha wewe, mimi sijui bana. Mimi unaniuliza. Basi haina haja ndugu yangu. Basi mimi ngoja tu niendelee kumtafuta mpwa wangu, then nikimkuta nitajua cha kufanya, kwa maana naona una msaada na mimi sasa. Haleluya, haleluya! Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye ndiye mwenye mamlaka kwenye dunia hii na kwenye ardhi hii. Kama alivyotuumba, basi kila kitu kitaenda na mapendwa yake yeye, sio kwa sisi binadamu. Sasa nataka nikwambie leo, hapa ndani patawaka moto. Nataka nionyeshe utukufu wa Mwenyezi Mungu. Nataka nionyeshe ulimwengu kama Mwenyezi Mungu yupo na yupo imara, yupo leo, yupo kesho, yupo milele. Mlete yule mtoto. Mtoto huyo hapo mchungaji. Wewe, watu wengi wanataka huduma yangu mimi. Unavyoleta utani, unazidi kunicheleweshia wakati. Nasema mlete mtoto nimfanyie maombi. Mchungaji, kwamba wewe uone, si mtoto huyo hapa na anaitwa Alex, niko naye hapa, huyo hapa. Mimi sio mtoto mwenzio. Acha utoto.